Mkutano huu unatoa fursa adhimu sana kwa wanataaluma wa famasi kubadilishana mawazo, kujadili mafanikio na changamoto katika kada yenu, pamoja na mikakati ya kuimarisha sekta ya afya nchini na hasa eneo la upatikanaji wa bidhaa za afya. Hivyo ni muhimu kila mmoja wenu ashiriki kikamilifu na atoe michango kwa uhuru, michango yake ya mawazo katika kongamano hili adhimu. Waheshimiwa viongozi wa famasia na wageni waalikwa, upatikanaji wa huduma za dawa ni kigezo muhimu kinachoangaliwa katika utendaji wa serikali kwenye utoaji wa huduma za afya kwa wananchi. Na kutokana na hilo, serikali imetoa kipaumbele cha juu sana kwa swala la upatikanaji wa huduma za dawa katika taifa letu. Ili kutimiza azma hiyo, wastani wa takriban shilingi bilioni 17 zinatumika kila mwezi kwa ajili hiyo. Lakini kama mlivyomsikia mganga mkuu wa serikali, ili kukabiliana na usitishwaji wa misaada ya wafadhili katika huduma za dawa, tayari serikali imetoa shilingi bilioni 141.9 kwa ajili ya ununuzi wa bidhaa za afya. Sasa kutokana na uwekezaji huu, mnyororo wa ugavi wa dawa na bidhaa nyinginezo za afya umeimarika. Upatikanaji wa dawa vituoni umefikia wastani wa 89% na malalamiko ya wananchi juu ya huduma za dawa nchini yameendelea kupungua. Lakini pamoja na hayo, serikali imeendelea kutoa kipaumbele kwa sekta ya afya katika kutekeleza mipango mahususi, ikiwemo ule wa afya kwa wote. Na lengo kuu la mpango huu ni kuhakikisha Watanzania wote wanapata huduma ya dawa bila vikwazo. Kwa kuwa utekelezaji wa jambo hili unaendelea, ninapenda kutumia jukwaa hili kuwasihi wanataaluma wa famasi mkaongeze na kuwa chachu ya kufanikisha jambo hili kwa kuhamasisha wananchi kujiunga na mfuko wa bima ya afya, lakini pia kuhakikisha upatikanaji wa dawa zilizo salama na zenye ubora katika vituo vyenu vya kazi. Waheshimiwa viongozi wa famasia na wageni wenzangu, uwepo wa rasilimali bora na yenye weledi katika sekta ya afya, mkiwemo ninyi wa famasia, ni kipaumbele cha serikali ya awamu ya 6. Yamekuwepo matumizi mabaya ya dawa kwa baadhi ya wananchi wetu, kama vile matumizi ya dawa pasipo kushauriwa na daktari, matumizi ya dawa za usingizi kutumika kama kilevi, matumizi ya dawa kunenepesha mifugo, matumizi ya dawa kukoleza pombe za asili na kadhalika na kadhalika. Ninapenda kuwasihi muendelee kutoa kipaumbele kwa swala la elimu ya matumizi sahihi ya dawa ili kusaidia jamii yetu kutambua na kuepuka madhara ya matumizi holela ya dawa. Kama wanataaluma, mnafahamu kuwa aina nyingi za dawa zinatokana na miti na mimea mbalimbali. Na nchi yetu hali kadhalika imejaliwa kuwa na uoto wa asili wenye aina mbalimbali za miti na mimea inayofaa kutumika kama dawa. Ninapenda kutoa wito kwa Wizara ya Afya kupitia kwa Taasisi ya Utafiti wa Magonjwa ya Binadamu NIMR, Baraza la Tiba Asili na Tiba Mbadala, kushirikiana na Chama cha Wafamasia nchini kuendelea kuwekeza katika tafiti
zenye lengo la kutatua changamoto za kiafya katika jamii, na hasa tafiti kuhusu miti na mimea mbalimbali ya asili inayojulikana kuwa tiba katika jamii zetu, ili kuweza kuendeleza na kutengeneza dawa kwa kutumia sayansi na teknolojia ili kutibu magonjwa kwa ufanisi zaidi. Aidha, napenda kutumia fursa hii kutoa wito kwa mamlaka za serikali za mitaa kutenga maeneo maalum kwa ajili ya bustani za miti au mimea dawa, nadhani wenyewe wanaita botanical gardens, ili kuihifadhi, lakini pia kuwarahisishia watafiti wa dawa kutekeleza jukumu hili.